utukuzwe. Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Mwaka mmoja uliopita hapa linapojengwa jengo hili, kulikuwa na jengo la kanisa la watoto, choo bora kabisa, uwanja wa kupaki magari na mahali pa washiriki kupumzika na kupata chakula. Nani angeliweza kujua kuwa mahali hapa ndipo lingesimama jengo hili la kisasa linaloendelea kujengwa, mahali ambapo jina la Mungu wa mbinguni, ambaye ni Mungu wa watumishi wake wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyegezi, litaitwa. Mahali ambapo kila mwenye jambo la kuongea na Mungu wake atapakimilia na kumimina moyo wake kwa Bwana Mungu wa majeshi, naye hakika atasikia. Mpango wa ujenzi wa kanisa hili ulianza miaka mingi huko nyuma. Ni ndoto ya muda mrefu. Tangu mwaka 2002, mara tu baada ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyegezi upangwa kuwa kanisa kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Butimba. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyegezi wakiwa 72 tu, tena washiriki wenye vipato vya kawaida, kwa ucheche wao na kwa kupenda kilicho bora kwa Mungu wao, waliandaa bajeti ya shilingi milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, na hatimaye wakajenga kanisa ambalo kwa wakati huo lilikuwa maarufu kwa jina la kanisa la vigae nje ndani kama linavyoonekana. Moyo wa kujitoa ulionekana tangu wakati huo kwa namna washiriki walivyojitoa kufanikisha ujenzi huo. Ni hakika kuwa kila kilichokuwa kikifanyika kilikuwa na lengo la kufanikisha njozi ya kuwa na kanisa bora, njozi ambayo imedumu kwenye mioyo ya washiriki wa kanisa hili, washiriki ambao kwa hakika hawajawahi kushindwa kufanikisha jambo wanaloamua kulitenda. Mwaka 2015 kwa mara ya kwanza wazo la kujenga kanisa hili liliingizwa rasmi kwenye mpango kazi wa kanisa wa miaka 3. Maamuzi haya yalifanyika baada ya kuonekana kuwa kanisa la vigae nje ndani limekuwa dogo na kushindwa kukidhi mahitaji ya washiriki kutokana na wingi wao na kuwafanya kuabudu kwenye ukumbi wa mikutano ya makambi. Hata hivyo, mchakato haukuweza kuanza, na baada ya majaribio kadhaa kuanza ujenzi wa kanisa hili kushindikana, hatimaye mchakato wa ujenzi wa kanisa hili ulianza mwaka 2023 kwa kikao cha mkutano mkuu kilichofanyika Sabato ya tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2023, ambapo kila mshiriki alipata fursa ya kupendekeza mambo ambayo walitamani yajumuishwe kwenye jengo hili la kanisa. Mapendekezo yalichukuliwa na kuchakatwa na kamati iliyoundwa kwa ajili hiyo, na hatimaye kuletwa tena kwa washiriki katika kikao cha mkutano mkuu wa kanisa kilichokaa Sabato ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2023, na kanisa kwa pamoja liliridhia mambo yafuatayo yawe ndani ya kanisa hili jipya. Kanisa liweze kubeba watu zaidi ya 1500. Kuwe na kanisa la watoto lenye uwezo wa kubeba watoto 500. Kuwe na ukumbi wa watu 500 ambao unatumika kama kanisa la utakaotumia lugha ya Kiingereza, lakini ukumbi huo uweze kutumika kwa ajili ya vikao vya kanisa. Kuwe na jiko kwa ajili ya kuandalia chakula na meza ya Bwana. Kuwe na chumba cha akina mama wanaonyonyesha ambao wataendelea kushiriki ibada bila kuwa na mashaka ya kuonekana wakiwa kwenye huduma hiyo. Kuwe na chumba cha mawasiliano kwa ajili ya kuhakikisha usikivu uko vizuri. Kuwe na studio kwa ajili ya kutunza kumbukumbu zote za kanisa, lakini pia kurushia matangazo kupitia chaneli za online TV za kanisa. Kuwe na ofisi za mchungaji, wazee wa kanisa, wahazini, makatibu na wakuu wa idara. Kuwe na maktaba. Kuwe na mahala pa kupumzika wageni, yani rest house. Kuwe na miundombinu bora na rafiki kwa watumishi wa Mungu walio na ulemavu. Ikumbukwe kuwa vikao vyote hivi vilifanyika siku ya Sabato ili kutoa fursa ya kila mshiriki kuhusika kwenye mchakato mzima wa kufanya maamuzi ya mradi huu, maana ni mradi wa washiriki. Mchungaji Mashauri Bahini Gingili, wakati huo akihudumu kama mchungaji wa kanisa la Nyegezi, ambaye kwa sasa ni katibu mkuu wa Mara Conference, ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa vikao hivyo, na hapa anasimulia. Kama ilivyo kawaida, sisi kama viongozi wote tunakili ya kwamba njozi hii ilikuwa ni ya muda mrefu. Tuliipokea, na tulipoipokea kama jukumu letu la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba njozi hii tunaipeleka kwa washiriki ili iweze kueleweka vizuri.
Sasa kwa nini ilitulazimu kuweka vikao vyetu siku ya Sabato? Tuliamini ya kwamba ni siku ambayo kila mshiriki wa kanisa maharia atakuwa amehudhuria. Shauku yetu ni kwamba tulitamani, kwa kuwa njozi hii ilitakiwa kueleweka vizuri, tulipeleka siku ya Sabato kwenda kuilifisha kwenye mioyo ya washiriki. Tulipata nafasi ya kila mshiriki kuuliza, kila mshiriki kutoa hoja yake, na kila mshiriki kutoa mchango aliodhani ni kwamba ulikuwa ni muhimu sana kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili. Kilichotubariki ni kwamba washiriki walikuja kwa idadi kubwa. Masikilizano yetu na hoja zetu zilipitishwa kwa kila sikio la kila mtu, na mwisho wa siku washiriki wote kwa ujumla tulikubaliana, na ndio maana wote tulikwenda kupiga kura kwa maana ya voti, ili mradi huu sasa uwe sehemu ya miliki ya mioyo ya washiriki. Sababu ya pili ya msingi ambayo ilitufanya kwenda kwa washiriki ni kwamba tuliamini ya kwamba hii ilikuwa njozi ya muda mrefu, na kwamba kwa kuwa miaka mingi imepita hapa karibuni, huenda njozi hii ilikuwa imesaulika katika mioyo ya washiriki. Sasa tuliipeleka ikabebwe kwenye mioyo ya watu waibebe hii njozi kana kwamba mradi huu utakuwa mradi wao wenyewe. Hii ndio siri ambayo tuliamini ya kwamba itaufanya mradi huu uweze kuanza na hatimaye kukamilika vizuri. Tunashukuru Mungu kwamba kila mshiriki alibeba hoja hii, akabeba njozi hii kwa mchango wake mwenyewe aliotoa wa mawazo, mapendekezo, na mwisho wa siku kunyoosha mikono na kupiga kura ya kwamba tunakubali kwenda kwa namna hii. Hatukuwa na njia nyingine isipokuwa kuweka vikao vyetu siku ya Sabato. Baada ya kanisa kuridhia mambo muhimu kama yalivyoainishwa, kamati ilipewa mamlaka ya kuwasiliana na mchoraji architecture ili aweze kutafsiri matakwa ya washiriki kwenye michoro. Inaelezwa kuwa upatikanaji wa michoro iliyo bora ili kuwasilishwa kanisani kama ilivyoelekezwa haikuwa rahisi. Mzee George Obuya Hezron, mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, pamoja na Daniel Matondo ambaye ni mchoraji, wanasimulia. Baada ya mkutano mkuu kupitisha azimio la kuingia kwenye mchakato wa kuanza ujenzi wa kanisa jipya, mkutano mkuu pamoja na mambo mengine iliunda kamati iliyojulikana kwa jina la kamati ya mkakati wa ujenzi. Kazi ya kamati hii ilikuwa ni kuchakata mawazo ya washiriki na mawazo ya kanisa ili kupata hilo wazo katika mfumo wa kitaalamu, ili hatimaye kwamba mawazo hayo yaweze kuwekwa katika muundo ambao ungelifaa kwa ajili ya kupata kanisa. Kwa hiyo kamati yangu ambayo mimi nilikuwa mwenyekiti ilikuwa na jukumu la kwanza kutafuta mtaalamu na kutafuta wataalamu watakaosimamia zoezi zima la kutafsiri azima hii, maazimio haya ya ujenzi wa kanisa. Na ndipo sasa ili kamati ikatutuma kutafuta mtu ambaye angeweza kufanya, ndipo tukafanikiwa kumpata mtumishi wa Mungu Matondo, ambaye huyu alikuwa ndiye architecture, na in fact mpaka sasa tunaweza kusema ndiyo mshauri wa mradi, ndiye aliyetafsiri. Kwa hiyo kazi kubwa ilikuwa ni kumpa mawazo yale ambayo washiriki walitukabidhi sisi kama kamati, ili yeye aweze kuyachakata na kuona namna ambavyo angetupatia kitu kizuri kinachoendana na kile ambacho kanisa la Mungu lilikuwa linakusudia kufanya. Sasa moja ya mambo ambayo ninayakumbuka ambayo kamati yangu ilikabiliana nayo sana ni namna ya kuhamisha matakwa ya kanisa, mawazo ya kanisa, kumpatia mtaalamu ili waandae michoro na kuandaa zile architectural drawings ambazo zitatafsiri kabisa kile ambacho washiriki wetu wanakihitaji. Tukampata architect Matondo, na bahati nzuri mtu wa Mungu akatuelewa, akaanza kutafuta namna ya kutimiza azma ya kanisa. Alichora mchoro wa kwanza, akatuletea mchoro, ukakataliwa, maana ilionekana kwamba mchoro ule hautafsiri kile ambacho kanisa linataka. Mchoro wa pili
ukakataliwa, na alipoleta mchoro mwingine wa tatu, in fact hii wa tatu, kwa sababu sisi tulikuwa tunajua mawazo ya washiriki, mimi na mchungaji tukasema hii hata kwa kanisa tuwezi kupeleka. Kwa hiyo tukamwambia bana, hii ramani haitakubalika. Ndipo akasema jamani, sasa mimi muniombee nitafute namna nyingine. Ndipo akakaa sasa, akajifungia na timu yake. Hatimaye mara ya mwisho kabisa alipotuletea ramani ile, mimi na mchungaji tulipoitazama na ile kamati, tukasema naam, hii angalau inakidhi matakwa ya kanisa. Ndipo sasa tukawasilisha ile kamati, tukawasilisha kwenye ile kamati ya mkakati, na baada ya kuwasilisha kwenye kamati ilipoipitia nayo ikaridhia, baadaye tukamuomba pastor, sasa hii inaweza kaenda kwenye mikutano ya kanisa, kapita kwenye bodi, kapita kwenye baraza, na baadaye baraza likasema sasa tupeleke kwenye mkutano mkuu, na ndipo tulipofanikiwa kupata ramani hii ambayo sasa mnaiona ilipopelekwa kwa washiriki kwa ajili ya maamuzi zaidi. Naitwa Daniel Matondo na nina taaluma ya ubunifu majengo kama architect, taaluma mama, lakini pia nina taaluma ya usimamizi wa majengo, yani ya project management, na taaluma zingine nyingi. Kwa hiyo kwa taaluma ya ubunifu majengo katika kanisa la Nyegezi, mchakato ulivyoanza katika ubunifu wa jengo hilo ni kwamba kanisa lilitumia utaratibu wa shortlisting. Kutokana na uzoefu wa wataalamu mbalimbali ambao wanatumika katika kubuni majengo ya makanisa. Na mimi katika shortlisting ile niliweza kuwa shortlisted, nikaletewa mahitaji yale ambayo walikuwa wakiyahitaji, nikayasubmit kwa maana ya kumit zile minimum requirement kwa ajili ya kuingia katika ule mchakato wa request for proposal. Baada ya kuwasilisha vile vielelezo muhimu ambavyo vilikuwa vya kwangu lakini pia vya kampuni, kwa sababu ili iweze kubuni jengo hilo lilikuwa linahitaji kampuni. Kwa niliwasilisha ile company profile pamoja na profile nzima ya namna ambavyo tumefanya kazi za ujenzi na ubunifu. Ndipo kanisa lili shortlist. Na baadaye baada ya shortlisting waliridhia kwamba sasa niendelee na kuwasilisha proposal ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyegezi, ambalo pamoja na mengine nilipatiwa mahitaji yote ya msingi ambayo yalihitajika katika hilo kanisa, lakini kikubwa likiwa na uhitaji wa kuwa na jengo la ibada, lakini pia na huduma zingine ambazo zinaendana na ibada, kama kanisa la watoto ambao pia ni kanisa ambalo walihitaji kuwa na ibada ya watoto, lakini pia walihitaji kuwa na mahala ambapo kunaweza kuwa na huduma ya ibada kwa njia ya Kiingereza ama lugha zingine ambazo zitaonekana zinafaa, lakini pia maofisi mengine ya kanisa kwa upande ambao uko kule nyuma ya kanisa. Na ndipo nilivyoanza kufanya ubunifu. Nilianza kufanya ubunifu kwa kuangalia nini kanisa linahitaji na nini kiko katika teknoloji ya sasa, kama yani the current technology ambayo ipo, lakini pia na test ya kanisa ambalo Nyegezi wanapaswa kuwa nalo kama kanisa la Nyegezi, kizingatia kwamba ni kanisa liko katika jiji la Mwanza, lakini liko katika eneo ambalo linakuwa sana. Kwa maana eneo la Nyegezi, eneo ambalo lina mvuto mkubwa, na bahati nzuri kanisa la Nyegezi liko hatua chache sana, kama hatua 200 kutoka barabara kuu ya kwenda Shinyanga. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho ni lazima ubuni, na nilibuni kitu ambacho kilikuwa kinatakiwa kiwe na taswira kwanza ya kulitambulisha kanisa la Waadventista wa Sabato kwa watu wote ambao wanazunguka au wanaopita katika maeneo hayo. Lakini pia nilitaka kanisa lile liwe mvuto wa uinjilisti, maana yake liwe ni moja ya kitu ambacho kinatangaza kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kuliona tu.
hivi kwa wale ambao sio Waadventista wa Sabato ni lazima waulize kwamba hiki ni nini, lakini pia italeta heshima ya image ya kanisa la Waadventista wa Sabato na kwa Nyegezi kwa ujumla. Lakini eneo lile pia lina baadhi ya makanisa ambayo yanizunguka, nayo nilizingatia na kusema kwamba basi lazima niwe na design ambayo itakuwa ni itachukua muda mrefu kuweza yani test of time kuondoka katika mioyo na macho ya watu. Na katika ubunifu ule actually kilichokuwepo pia ni kuweza kumiti yale mahitaji muhimu ya desturi ya kanisa la Waadventista wa Sabato na misingi ya Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo lilikuwa linazingatia kila kitu ambacho kinafanyika kwa Waadventista wa Sabato, kwa maana ya kwamba huduma zote ambazo ni za muhimu, ufungaji wa ndoa, ibada, meza ya Bwana, zote vimezingatiwa na vimewekwa katika usasa wa kisasa kabisa, kiasi kwamba litatumika kumtukuza Mungu katika huduma mbalimbali ambazo zitakuwepo. Ibada zingine zote pamoja na maofisi atakayokuwepo na huduma ya vituo, kuna kituo pale ambayo itakuwa ni Nyegezi Adventist Media, pia nayo itakuwa ni moja ya vitu ambavyo viko katika mwelekeo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, kwamba sisi lazima tuwe na vituo kama vituo vya afya, lazima tuwe na vituo kama hivyo vya habari, ibada, na vitu vingine ambavyo ni kwa mujibu wa miongozo yetu ya kanisa. Na hivyo vyote vimezingatiwa, na hivyo ndicho ambacho nilikifanya, na nikafika mahala ambapo sasa nikaanza kutafsiri sasa yale mahitaji na kinacholizunguka kanisa, lakini kilichoko katika jiji la Mwanza na kilichoko Tanzania, na vitu vingine ambavyo vinazingatiwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ndipo nikaja na hiyo design ambayo kwa kweli ilinichukua muda kuweza kufikia katika azimio la kuwa hivyo, lakini hatimaye nikaja na design ambayo hatimaye nadhani watu wengi iliwavutia na kusema kwamba hii sasa inaweza ikafaa kwa ajili ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyegezi. Michoro ilipokamilika iliwasilishwa kanisani kwa washiriki ili kutoa mashauri yao. Washiriki walikubali michoro, lakini wakapendekeza mchoraji afike kanisani ili aweze kuitafsiri michoro hiyo na kujibu baadhi ya hoja kutoka kwa washiriki. Mchoraji alifika kanisani Sabato ya tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2023 na kuifafanua michoro hiyo kwa washiriki ambao ni wamiliki wa mradi. Washiriki walipata fursa ya kuuliza maswali ya ufafanuzi kwa kila jambo ambalo walitamani kufahamu. Hatimaye michoro ilipitishwa na BOQ kuandaliwa na mradi ukapitishwa kwa makisio ya thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 800. Taratibu za kusajili mradi zikaanza na hatimaye kukamilika. Kanisa lilikaa na kuanza kuandaa mchakato wa kupata fedha kwa ajili ya ujenzi, na yafuatayo yalipitishwa. Mradi wa ujenzi wa miaka 5, yani Januari 2024 mpaka Disemba 2029. Kuwe na kamati maalum ya ushauri wa fedha, kamati ambayo ilipewa jukumu la kukaa na kuchakata mpango wa upatikanaji wa fedha na kuwasilisha mpango huo kwa kanisa. Kamati ya fedha iliyoundwa na wajumbe wapatao 45 ilikaa mnamo tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2023 katika hoteli ya Victoria Palace ili kuandaa kuchakata namna ya kupata fedha kwa ajili ya kufanikisha ujenzi huu. Kikao hicho kilihudhuriwa na mchungaji Geoffrey Gabriel Mbwana, aliyekuwa makamu wa mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato duniani. Kamati ilikubaliana kuwa kila mshiriki ashirikishwe kutenga bajeti yake ya mwaka atakayoitoa kama sadaka ya ujenzi, maarufu kama sadaka ya kuacha alama, jina ambalo limekuwa maarufu sana miongoni mwa washiriki wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato Nyegezi. Pia ilipendekezwa kuwa mshiriki atenge bajeti hiyo kwa kadri atakavyoguswa na kwamba kiasi hicho kikusanywe kwa awamu 4. Ilipendekezwa kuwa mshiriki ashauriwa kutoa 30% ya sadaka yake ya ujenzi kwa awamu ya kwanza, 30% kwa awamu ya pili, 20% kwa awamu ya tatu na hatimaye 20% kwa awamu ya 4 na ya mwisho. Na kwa kuonesha mwitikio wao, kamati ya ushauri kwa ujumla wake uliahidi kutoa kiasi cha shilingi milioni 316, kiasi ambacho kilikuwa zaidi ya malengo
yaliyotarajiwa. Mpango wa upatikanaji wa fedha uliwasilishwa na kupokelewa kanisani mnamo tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2023, na kanisa lilitoa ahadi ya shilingi milioni 240 na hivyo kufanya jumla ya ahadi kuwa shilingi milioni 556. Kanisa liliazimia kuwa jengo hili litajengwa kwa nguvu za washiriki wenyewe wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyegezi. Hata hivyo, ilikubaliwa pia kuwa kama kuna mtu ambaye kwa kusikia maendeleo ya mradi huu na kuwiwa kuchangia, basi kanisa litapokea sadaka ya mtu huyo. Na ikakubaliwa kuwa Sabato ya tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2024 iwe ni siku ya kukusanya fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi awamu ya kwanza. Ikumbukwe, kanisa kwenye mipango yake ilipanga kuwa ujenzi huu kwa mwaka 2024 uishie kwenye hatua ya kumwaga jamvi, na ilikubalika kuwa tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2024 iwe ni siku ya kuvunja ardhi, yani ground breaking. Kuelekea tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2024, kanisa liliandaa juma la maombi ambalo liliendeshwa na mchungaji Makuwalo Malekana, aliyekuwa mwenyekiti wa kanisa la Jimbo Kuu Kaskazini mwa Tanzania. Ni katika juma hili la maombi mchungaji Malekana alishauri kufikiria ujenzi huu kuhitimishwa ndani ya miaka 3 badala ya miaka 5 iliyokuwa imepangwa na kanisa hapo awali. Pamoja na kuonekana ni jambo lisilowezekana, kanisa lilipokea ushauri huo. Hatimaye Sabato tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2024 iliyopewa jina la Nyegezi Big Day 1 2024 iliwadia, na washiriki kwa hamasa kubwa walikusanya jumla ya shilingi milioni 209,314,190. Kanisa likawa tayari kuanza ujenzi. Tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2024 washiriki walifika eneo la ujenzi na kuvunja ardhi, yani ground breaking, huduma ambayo iliendeshwa na mchungaji Makuwalo Malekana. Ujenzi uliendelea na hadi kufikia tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2024 ambapo ujenzi ulisimama ili watu wa Mungu waingie kwenye sikukuu za makambi. Jamvi lishamwagwa na nguzo pamoja na kuta zilikuwa zimejengwa. Hii ilikuwa zaidi ya hatua ambayo kanisa lilikuwa limepanga kwa mwaka 2024. Wakati wa awamu ya kwanza ya ujenzi kulikuwa na matukio mbalimbali ambayo kwa hakika yalitia moyo sana. Taarifa za maendeleo ya ujenzi ikijumuisha matumizi yaliyofanyika ilikuwa inatolewa kila Sabato, na mpango wa wiki inayofuata ilikuwa inaelezwa kwa washiriki. Lakini pia kanisa lilikuwa likipashwa habari kwa njia ya mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na Instagram. Lakini pia mara kadhaa walifika eneo la ujenzi watu wakileta fedha kwa ajili ya ujenzi, wengine wakiwa si waumini na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Mafundi pia walishiriki mbaraka huu kwa kufanya kazi siku moja bila kupokea malipo yoyote, kwa kuifanya siku hiyo kama sadaka yao ya ujenzi wa kanisa. Baada ya sikukuu za makambi, kanisa lilirejea kwa ajili ya kuendelea na ujenzi. Ikumbukwe kuwa bajeti yote ya kanisa kwa mwaka 2024 ilikuwa ni shilingi milioni 566,992, na kanisa lilifanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 538,332,228 sawa na 95% ya bajeti. Kwenye makusanyiko hayo mpaka tunamaliza mwaka 2024, jumla ya shilingi milioni 450,968,864 zilitumika kwenye mradi wa ujenzi wa kanisa, na kiasi cha shilingi milioni 87,363,364 zilitumika kwenye shughuli nyingine za kanisa, ikiwemo shughuli za idara. Pamoja na kuendelea na ujenzi, kanisa lilifanikiwa kutoa zaka ya shilingi milioni 231,634,710 na sadaka ya milioni 108,451,271, na hivyo kufanya jumla ya fedha iliyotumwa conference kwa shilingi milioni 340,085,981. Kwa hiyo jumla ya fedha zote zilizokusanywa kwa kanisa kwa mwaka 2024 ni kiasi cha shilingi milioni 878,418,209. Mwisho wa mwaka 2024 ukawa ni mwanzo wa mipango ya kuendelea mwaka 2025 kwa kishindo. Hamasa ilikuwa kubwa zaidi kuliko mwaka 2024.
Kanisa lilipanga bajeti ya shilingi milioni 630,486,500 ambapo kiasi cha shilingi milioni 456 kilitengwa kwa ajili ya kuendeleza ujenzi kwa mwaka 2025. Na kanisa lilikubaliana kuwa kamati ya ushauri wa fedha ambayo idadi ya wajumbe wake iliongezeka kutoka 45 mpaka 76 ikutane na kuandaa mpango kupata fedha za kutekeleza mipango ya kanisa kwa mwaka 2025. Mnamo tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2024, kamati ilikutana kwenye ukumbi wa mikutano ulioko Malaika Beach Resort, na Mungu alivyomwema kwa mara nyingine, mchungaji Geoffrey Gabriel Mbwana alihudhuria. Mipango ilipangwa na hatimaye kamati ikatoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni 406,840. Mpango uliletwa kanisani mnamo tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 2024, na kila mshiriki alipata fursa ya kutoa ahadi yake ya kuweka alama kwa mwaka 2025. Jumla ya ahadi ya kiasi cha shilingi milioni 192,700 ilipatikana, hivyo kufanya jumla ya ahadi iliyotolewa na kanisa kuwa shilingi milioni 599,540. Makubaliano yalikuwa ni kukusanya 40% ya ahadi kwa awamu ya kwanza, 40% kwa awamu ya pili na 20% kwa awamu ya tatu. Kazi ya ujenzi kwa mwaka 2025 ilikuwa kubwa mno, kwani hatua za ujenzi zilikuwa zinahitaji fedha nyingi kwa wakati mmoja. Maandalizi ya kuelekea Big Day 1 2025 yalianza. Washiriki pia hawakuwa nyuma, walijipanga na kujiandaa ipasavyo. Hatimaye Big Day 1 2025 tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2025 iliwadia. Kwa mwitikio mkubwa, jumla ya shilingi milioni 167,560,250 zilikusanywa. Kanisa likarejea saiti kwa mwaka 2025. Kazi ya ujenzi wa mezzanine ilianza. Siku ya Big Day 2 2025 tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2025, jumla ya kiasi cha shilingi milioni 127,431,739 kilikusanywa. Kiasi hicho kiliwezesha ukamilishwaji wa ujenzi wa mezzanine, nguzo na upatikanaji wa fedha kwa ajili ya makambi. Hadi kanisa linaingia kwenye makambi mwezi Julai mwaka 2025, ujenzi wa mezzanine na kuinua nguzo ulikuwa umekamilika. Baada ya makambi, kazi ya ujenzi iliendelea kwa ujenzi wa kuta kwenye ghorofa ya kwanza. Ujenzi ulisimama ilipofika Agosti 2025. Wakati ujenzi unasimama, hatua ya ujenzi iliyokuwa imefikiwa ni kama inavyoonekana. Kanisa likapanga kwa ajili ya kuelekea Nyegezi Big Day 3 2025 iliyopangwa kufanyika tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kanisa lilitarajia kukusanya jumla ya shilingi milioni 167,380,000. Kanisa lilijipanga ipasavyo. Mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025, kanisa lilizindua mpango wa kukusanya fedha kuelekea Nyegezi Big Day 3 2025 kwa programu ya maombi ya siku 30 kwa njia ya mtandao wa Google Meet kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku. Kanisa siku hiyo ya tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 ilipata bahati ya kutembelewa na mchungaji David Mpwani, mwenyekiti wa kanisa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, aliyekuwa ameambatana na katibu mchungaji Enoch Sando na mhazini Matias Mavanza. Viongozi hao kwa pamoja walipata nafasi ya kuongea na washiriki na kuwatia moyo. Programu ya maombi kwa njia ya mtandao wa Google Meet ulianza tarehe 28 mwezi wa 9 na wastani wa watu wapatao 55 walikuwa wakihudhuria maombi hayo. Wachungaji mbalimbali walitoa huduma hiyo wakiratibiwa na mchungaji Bahini. Programu ya maombi ilikuwa na mafanikio yaliyohitimishwa mnamo tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mchungaji Musa K. Itinde, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyegezi, anaeleza. Siku 31 za maombi ambazo ziliendeshwa kwa njia ya mtandao almaarufu kwa njia ya Google Meeting. Watu takribani 55 walifuatilia maombi haya, walibarikiwa. Mchungaji Mashauri Baini Gingiri alikuwa ameratibu vizuri. Wachungaji kutoka mahali na mahali walikuwa tayari kwa ajili ya kulihudumia kanisa. Kanisa la Mungu liliingizwa katika mpango huu wa maombi kuombea watu wa Mungu ili kutoa fedha. Lakini siku ziliwadia na Novemba 1 ikatimia. Bwana ni mwaminifu, kupitia kazi kubwa ya maombi kazi ikatokeza. Tukamshukuru Mungu kwa kazi kubwa ya kupata takribani milioni 167 zilizopatikana kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa kanisa
kwa awamu iliyofuata ya kupandisha kuta na kumwaga floor ya pili. Bwana ni mwaminifu, kazi yake imetimia. Lakini si hivyo tu, washiriki hao wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyegezi, pamoja na kupambana kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, bado wanamtolea Mungu zaka na sadaka. Si zaka na sadaka tu, bado wanasapoti ujenzi wa ofisi za makao makuu ya jimbo pale Mwananchi. Si hivyo tu, kanisa la Mungu bado linashiriki katika mpango kabambe wa utume, na hata siku ambayo tunakamilisha kumwaga slabu, mpango wa utume ulifanyika kwa kugawa vitabu 38 kwa mafundi ambao walikuwa wakijenga jengo hili pamoja na vibarua 38 walipokea vitabu. Kwa hiyo kanisa halijengi tu, kanisa bado linahubiri. Lakini kinachovutia katika ujenzi huu wa ujenzi wa mnara wa utukufu, kwa kuwa ni kazi ya Mungu na kwa kuwa Mungu ndiye aliyeianzisha, Mungu huwaleta watu. Katikati ya wiki tuliona muujiza wa mtu mmoja ambaye si muumini wa kanisa hili, ambaye alimtumia mzee wa kanisa shilingi milioni 1 ya Kitanzania kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Hii ikatupa nguvu kwamba kanisa hili tu halitajengwa na waumini, wapo watu wengi ambao wakipita wakalitazama wanavutwa kulijenga. Siku ya Big Day 3 2025 tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2025 iliwadia, na kanisa kukusanya jumla ya shilingi milioni 152,500,704 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi. Kanisa likarudi saiti na ujenzi ukaendelea, ambapo kuta za kuelekea ghorofa ya kwanza zikajengwa na mpango wa kumwaga jamvi kwenye ghorofa ukaandaliwa kama inavyoonekana. Hatimaye jamvi lilimwagwa na ujenzi wa kanisa kufikia hatua kama inavyoonekana hapa, na kiasi cha shilingi milioni 447,492,693 zimetumika kwa mwaka huu. Pamoja na ujenzi wa kanisa, kanisa limeendelea kumwabudu Mungu kwa zaka na sadaka, na hadi kufikia wakati taarifa hii inaandaliwa, kanisa lilikuwa limekusanya kiasi kifuatacho cha fedha: ujenzi shilingi milioni 447,492,693, bajeti ya kanisa milioni 126,561,741.51. Jumla ya fedha za kanisa zilizokusanywa ni milioni 574,54,434 na senti 51. Fedha za conference zaka shilingi milioni 207,625,066.96. Sadaka shilingi milioni 94,981,973.50. Sadaka ya kambi shilingi milioni 15,776,150.00. Sadaka ya shukrani milioni 1,994,40.00. Shule ya Sabato ya 13 shilingi 299,358.00. Jumla ya fedha ya conference ni shilingi milioni 320,676,588.49. Hii inafanya fedha zote za kanisa zilizokusanywa hadi wakati taarifa hii inaandaliwa kuwa shilingi milioni 894,731,023. Ni vyema kukumbuka kuwa ujenzi wa kanisa hili ulianza tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2024 na utafikisha miaka 2 ya ujenzi ifikapo tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2026, na jumla ya kiasi cha shilingi milioni 898,461,557 kimetumika kwenye ujenzi wa kanisa toka ujenzi uanze. Ujenzi wa kanisa umefikia hapa ulipo kwa uongozi wa Mungu aliye hai, ambaye ameweka rasilimali kwenye mikono ya watumishi wake, washiriki na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyegezi, ambao wamejitoa hasa ili kukamilisha ujenzi wa kanisa hili. Ukweli ni kuwa ujenzi wa kanisa hili utakamilishwa na washiriki ambao wana njozi ya kujenga kanisa ambalo kwa hakika litahubiri hadi Kristo atakaporejea. Kanisa ambalo limekuwa maarufu kwa jina la Mnara wa Utukufu wa Bwana. Tuendelee kuiombea njozi hii. Nyegezi, umoja wetu, nguvu yetu. Mungu azidi kuwabariki na kuwatendea yaliyo mema daima.